Hujambo msikilizaji na karibu kwenye makala yaliyojiri. Usikie namna viongozi wa mlimani wanavyoendelea kujichongea. Mpenzi msikilizaji, imekuwa ni kama ada viongozi kulubana hadharani bila kutambua majukumu yao. Ni wazi kwamba serikali yoyote inapoingia madarakani ni lazima waude na kugawanya majukumu yao ipasavyo. Serikali ya Rais William Ruto ilipotoa uongozi, Wakenya walitarajia kama kwamba mfumo ambao ungewasaidia ungeweza kuudwa. Hisia zangu msikilizaji zimevutwa na mgongano inayosikika mlimani kati ya naibu rais William Ruto wakati Rais Ruto alimpa naibu wake Rigathi Gachagua majukumu ya kutekeleza, ilifaa jamii ya mlimani kusherehekea. Majukumu ya kulainisha sekta za majani chai na kahawa kupagazwa kiongozi wa Mlima Kenya ni majukumu yaliyofaa kushabikiwa na viongozi wa Mlima Kenya. Hatua hii huenda ikuwafurahisha baadhi ya viongozi wa mlimani ambao wanapinga kila hatua inayofanywa na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Sitaki kuwa hakimu wa kuamua mzozo kati ya naibu wa rais Rigathi Gachagua na viongozi wa Mlima Kenya, wala sitaki kuwa wakili wa naibu rais lakini kwa hili msikilizaji nakubaliana na naibu rais kwamba afaa kuunganisha mlima. Nasema hivi kwa sababu naamini kwa dhati kwamba naibu rais nchini afaa kujibidisha kuunganisha Wakenya wote kwa kutetea maslahi yao. Msikilizaji, siungi mkono sera ya ukabila, ila naamini kwamba sekta alizopewa naibu rais ni sekta zinazohusu jamii ya Mlima Kenya. Hapa msikilizaji, tungetaraji viongozi wa Mlima Kenya kumtetea mmoja wao badala ya kuendelea kumpinga kwa kila kona na kumdhalilisha kwa kila njia. Na kwa kweli sioni ni kwa nini kuwe na mzozo baina ya viongozi hawa, kwa vile naibu wa rais alijituma kuiongoza jamii ya mlima kwa kutumia uongozi wake anatetea Wakenya wote. Nasikitika kusema vitendo na matamshi ya viongozi wa mlimani yanawatokeza kuwa si sawa na watu walio na shukrani. Swali langu kwa jamii ya mlimani ni je, kwa nini mnadhalilisha sifa zenu? Kuna makosa gani kwa naibu wa rais kuendeleza sera na mipango itakayowasaidia wakazi wa mlimani kwa kuwa kiongozi wake? Kama alivyosema naibu wa rais Rigathi Gachagua, uongozi wa kitaifa una mipango mizuri kutetea wakazi wa mlimani, na kwa hivyo hawana haja kusikiliza kilio cha wachache wasioridhika. Leo ningependa kumwambia peupe kiongozi wa Jubilee Jeremiah Kioni na viongozi wengine wasioridhika kwamba hatua na mitindo ambao wamejiwekelea kwa kupinga lolote linalosaidia wakazi wa mlimani unawatokeza kuwa watu wasioitakia vizuri jamii ya mlimani.
Ajabu ni kwamba William Ruto alipomteua naibu wake kutoka Mlima Kenya, viongozi hao walidai kuwa ilikuwa hatua nzuri, lakini wakati kiongozi huyo alipewa majukumu katika sekta za kilimo, viongozi hao walimtaka kukataa majukumu haya eti anadhalilishwa. Sasa serikali imekuja na sera ya kuwatetea wakazi wa mlimani kwa kuwakinga kutokana na wakili tiba, na badala ya viongozi hao kuunga mkono kuwakinga kutokana na jasho. Msikilizaji, ni muhimu kutaja hapa kwamba sishabiki nyufa zinazotokea mlimani, lakini nyufa hizi zinakuwa na maana ikiwa kiongozi anakwenda kinyume na matarajio yake na hataki kufanya mazungumzo kutatua mizozo inapotokea. Katiba ya Kenya inawapa Wakenya katika kifungu cha 33 sehemu ya pili inawapa Wakenya haki ya kujieleza kwa njia huru, ila inawanyima uwezo wa kusambaza propaganda. Kwa hivyo inahalalisha haki ya kujieleza, lakini kujieleza huko lazima kuwe ni halali. Na kwa sababu katika jamii watu lazima wazungumze, basi kuna haja viongozi kuunga mkono kiongozi wao mkuu na kuketi chini kujadili yanayohitajika. Isipokuwa baadhi ya viongozi wa mlimani wao wanaishi katika ulimwengu mwingine, ningetaraji wamuunge mkono Gachagua ili kuwatekea mazuri serikalini. Nakubaliana na baadhi ya viongozi nchini kwamba pana haja mashauriano, lakini ninachojua ni kwamba hapawezi kuwa na mashauriano viongozi wanapotengana. Wakati naibu wa rais alipinga hatua ya magari ya usafiri wa umma kutemwa nje ya jiji, viongozi hao walimuunga mkono naibu wa rais, lakini Gachagua atakapo kuongoza jamii nzima, hilo hawataki. Huu, msikilizaji, ndio ninaoita unafiki wa hali ya juu. Wanasema they are truly for men. Ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Ile siku ndio wameambia kila kitu ni kwamba wao hawakuania na serikali ya Kenya kwanza kila baba. Matajiri masikini yo, sisi zote binadamu. Matajiri masikini yo, sisi zote binadamu. Tusahau majivuno na tuache kubayuka. Tusahau Kwa bahati mbaya, badala ya viongozi hawa kushirikiana na naibu rais kutetea eneo lao, viongozi hawa wanazozana ni nani anafaa kutetea jamii ya mlimani kuliko mwingine. Ushindani kati ya naibu wa rais na viongozi wa mlimani ni kuhusu ni nani mwenye usemi mkuu huko mlimani. Ukweli mchungu ni kuwa Rigathi Gachagua amepata uungwaji mkono kwa muda mfupi, na kwa hivyo siasa zake zinajulikana, lakini kwa upande mwingine Kioni na wenzake wamebakia bila usemi kwa kipindi kifupi mno. Ukweli mwingine ni kwamba kuna viongozi mlimani wanaohofu kuisha kisiasa iwapo naibu wa rais atatoa nafasi ya msemaji wa mlimani. Tafsiri rahisi ni kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao nia yao ni kujipatia fedha na wala si kusaidia umma. Najua huu si wimbo mtamu kwa Kioni na viongozi wenzake, lakini hufika wakati ambapo ni lazima na sharti tuambiane ukweli. Wakenya wangependa viongozi hawa kuungana kwa sababu hii inarejelea waliomo serikalini na wasio serikalini. Najua tahariri hii kwa kweli haitapendeza wengi. sio tikiti ya mbinguni. Bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndio yangu. Bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndio yangu. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Msikilizaji, leo natoa changamoto kwa viongozi wengine nchini kujituma kuunganisha jamii zao ili kuepuka kusahaulika. Ni unafiki kwa viongozi kupinga maendeleo kwa nia kujifaidi wenyewe. Msikilizaji, hapo ndipo natamatishia kwa sasa, nikiomba na kutaraji kwamba viongozi wa mlimani wataungana kwa minajili ya wananchi wao. Kutoka hapa, mimi ni Mwalimu Jina Bora. Kwa heri. Mungu alikuwa kuona tu.
twasijua, lengo lako twalijua tu. Wataka kunyamba Kenya we, utuharibi hewa. Wataka kunyamba Kenya we, utuharibi hewa. Harufu yako twaijua, hata ukipanda ndege. Harufu yako twaijua tu, hata ukipanda ndege. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, oh, sitakuacha milele. Kenya yangu usijali, ukitukanwa na jirani. Kenya yangu usijali, ukitukanwa na jirani. Yeye anaona wivu kwa vile umeendelea. Yeye anaona wivu kwa vile umeendelea. Anakuita nyang'au, amekuita mnyonyaji. Amekuita nyang'au, amekuita mnyonyaji. Naye azidi kuporomoka, wacha yeye aporomoke. Naye azidi kuporomoka, wacha yeye aporomoke. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. The next government will be punished for having served it. Gachagua has also said that he is going to go for the cartels, so-called cartels, of the people who work with the Jubilee government. That vindictive approach is really the perpetuation or perfection of a political agenda. If it is a really criminal thing, then they should allow the institutions or the agencies that have been set in the constitution to perform their work. Anything else is weaponizing the same agencies. Ati walisema wao hakuna chochote ambacho waliitisha, hakuna chochote ambacho waliandikania. Wanasema they are truly for men. Watu walikuja kwa kanisa Murang'a, wakaenda Eldoret, wakasema wa viongozi wetu wale wanasema ndio makipinzi wetu. Ile statement ambayo wameambia kila Mkikuyu ni kwamba wao hawakuandikania na serikali ya Kenya Kwanza kile ambacho wanataka. It is 10 decibels. If I whisper, that is 20. And it goes up and up. No more conversation is about 60. Like we are now talking here. It's about 60. Ni maneno gani ambayo hamwezi kusikia hapa? Ili ni shout mpaka huku juu. Maana yake tumeenda over all that. Ile muziki huko kwa gari yako kwa matatu yako ukiuza leo itatosha kuweka hiyo vitu na ubaki na pesa mfukoni. Mercenary is a fellow who works solely for money and he is prepared even to kill. What is the difference if you are just going to charge that? Then you begin speeding and breaking all the laws. And the next thing we hear is that you have killed. What is the difference? Let somebody not try to speak that they will be able to influence Michuki in the area ahead. Could be taken gap. It's at okay. You must keep on gathering. If you're skinning your cat, you might start with the underbelly. When Michuki is feeling it is, you might start by the side. And somebody else will start in another part. But at the end of the day, we don't have skin in the cat, isn't it? Ile dansi ya Wakamba ile inaitwa nini? Waadhi wa Wakamba. Kuruka miguu na ruka huko na kuruka kule. You know is Diocese ya Mount Kenya Central ni utafanĩtie walk ya gucagithia ciringi milioni 120 cia gwaka retreat center mwena wa Waithaga Kiharo, na retreat center ino itanyite gukorwo ari station ya ihoero na maundu magi kanitha kuri muingi, na walk ino ikurugurio ni Bishop Timothy Gichere na mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro.
kanitha wa Anglican Diocese ya Mount Kenya Central uri muvango-ini wa gwaka conference center iria ikuhuthira muigana wa shiringi milioni 120. Umuthi kanitha uyu ugikira twarava na kwambika thavari kuma kanitha-ini wa St James Cathedral ginya wethaga haria conference center ino igwakwo. Nete muno turia Christian wa kanitha wa ACK wa Mount Kenya Central Diocese nigukorwo ugitujumuisha ukuri-ini wa diocese twina woko nene muno muthenya wa umuthi na tukuma guku Murang'a tauni tuthie ginya Kiangage tuthie ginya Karuri tuthie ginya Gathĩnja tuthie ginya Koimbi na turikirie kuria withaga. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro niwe urirukirie vendera ya kwambiriria walk ino guku Bishop Timothy Gichere agitariria muoroto wa guthie maguru ginya withaga. Na muthenya wa umuthi it is creation of awareness na ni muthenya wa gutuma tumenye twina kioneki thiini wa withaga especially gwaka our conference center. Thavari no ndiuma huthu kuona kuri makwambaga guikiria na wangi magateithio thavari ni mbathi iria ciuma Shemba guteithiriria makiria aria akuru. Conference center ino niyo igukorwo ari ya mbere ingigia na kigomano kia andu 1,000 ona makiria o hamwe na maundu mangi maingi. Na turageria gukorwo tukion na tikugeria tondu ni tuonete turenda kuonia andu othe bururi-ini mugima ati twina project ya gukorwo tugiaka project nene muno ya andu gucemanagia ya conference center o haria withaga no ho twina college nene muno ta diocese na ni turatanya na ni turahoya ati college yo ni ri nene he tuike nene muno thiini wa bururi wa Kenya ya guthomithia uhoro wa Bible na theology na koguo tukitio muthi kunyitanirira ni undu wa uhoro ucio. Guku withaga no kuo kuri kanitha wa mbere wa Anglican wambiriirie mwaka-ini wa 1903 na conference center ino iguka kuimbeimbĩria prayer and retreat center na Bible college rungu rwa Principal Venerable Bernard Kamau. Ni woko irongoreirie kungania kigina kia mbeca kia milioni 120 nigetha makorwo magiaka mwaka uria maratanya gwaka kuria withaga. Wakigwa kama huwa gunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Ni ngatho. We now have learned actually that some of the chiefs, assistant chiefs, even ACCs within Mount Kenya region have been suspended, some sacked, others transferred. And we want to remind the current government that the public service the next government, they'll be punished for having served it. Gachagua has also said that he's going to go for the cartels, so-called cartels, of the people who work with the Jubilee government. That vindictive approach is really the perpetuation or perfection of a political agenda. If it is a really criminal thing, then they should allow the institutions or the agencies that have been set in the constitution to perform their work. Anything else is weaponizing the same agencies. Ati walisema wao hakuna chochote ambacho waliitisha, hakuna chochote ambacho waliandikania, wanasema they are truly for men. Watu walikuja kwa kanisa Murang'a, wakaenda Eldoret, wakasema wa viongozi wetu wale wanasema ndio makipinzi wetu. Ile statement ambayo wameambia kila Mkikuyu ni kwamba wao hawakuandikania na serikali ya Kenya Kwanza kile ambacho wanataka.
ati walisema wao hakuna chochote ambacho waliitisha, hakuna chochote ambacho waliandikania. Wanasema they are truly for men. Watu walikuja kwa kanisa Murang'a, wakaenda Eldoret, wakasema wa viongozi wetu wale wanasema ndio makipinzi wetu. Ile statement ambayo wameambia kila Mkikuyu ni kwamba wao hawakuandikania na serikali ya Kenya Kwanza kile ambacho wanataka. We now have learned actually that some of the chiefs, assistant chiefs, even ACCs within Mount Kenya region have been suspended, some sacked, others transferred. And we want to remind the current government that the public servant the next government will be punished for having served it. Gachagua has also said that he is going to go for the cartels, so-called cartels, of the people who work with the Jubilee government. That vindictive approach is really the perpetuation or perfection of a political agenda. If it is a really criminal thing, then they should allow the institutions or the agencies that have been set in the Constitution to perform their work. Anything else is weaponizing the same agencies. Walisema wao hakuna chochote ambacho waliitisha, hakuna chochote ambacho waliandikania. Wanasema they are truly for men. Watu walikuja kwa kanisa Murang'a, wakaenda Eldoret, wakasema wa viongozi wetu wale wanasema ndio makipinzi wetu. Ile statement ambayo wameambia kila Mkikuyu ni kwamba wao hawakuandikania na serikali ya Kenya Kwanza kile ambacho wanataka. We now have learned actually that some of the chiefs, assistant chiefs, even ACCs within Mount Kenya region have been suspended, some sacked, others transferred. And we want to remind the current government that the public servant the next government will be punished for having served it. Gachagua has also said that he is going to go for the cartels, so-called cartels, of the people who work with the Jubilee government. That vindictive approach is really the perpetuation or perfection of a political agenda. If it is a really criminal thing, then they should allow the institutions or the agencies that have been set in the Constitution to perform their work. Anything else is weaponizing the same agencies. Ati walisema wao hakuna chochote ambacho waliitisha, hakuna chochote ambacho waliandikania. Wanasema they are truly for men. Watu walikuja kwa kanisa Murang'a, wakaenda Eldoret, wakasema wa viongozi wetu wale wanasema ndio makipinzi wetu. Ile statement ambayo wameambia kila Mkikuyu ni kwamba wao hawakuandikania na serikali ya Kenya Kwanza kile ambacho wanataka.